Tukiangalia KRA walikusanya 1.5 trillion kwa miezi 6. Lakini bado tunaona NHIF wanadai bilioni 20. Tukiangalia katika shule za public schools wanadai bilioni 28. Wazee wa mitaa pia hawakusazwa, wanadai bilioni 10. County governments ambao ni gatuzi wanadai bilioni 99. Na kuangalia kule wanavyokopa hizi pesa pia wamekopa pia bilioni 689. Kitu ambacho mimi najiuliza, hizi pesa huenda wapi? Pengine kamati mtafanya bajeti, tunapiga bajeti vizuri, tunaangalia kuwa hizi pesa zikikusanywa ziweze kusaidia mwananchi wa Kenya. Lakini yale mashimo ambayo yako katika taifa hili, yale mashimo ambayo yako ndani ya KRA, yale mashimo ambayo yako ndani ya maofisi ya umma, hizi pesa huwa hazifiki kwenye huduma ambazo ni malengwa. Na mimi nataka niseme hivi, kila mwaka tutakuwa sisi twakaa, tufanya bajeti, na kila mwaka tutakuwa tuingia katika mifuko ya Wakenya. Tunachimba mifuko ya Wakenya, tunawanyang'anya pesa zao, lakini hizi pesa ikifika kwenye matumizi haijulikani pesa zimetumika vipi. Nimeona amezungumzia mambo ya migration pale mheshimiwa, akasema kuwa wametoa bajeti ya kuweza kutengeneza haya mashine. Mimi nataka nikuelezee, niko katika gatuzi ambayo iko na immigration office, na wananchi haswa ndani ya Mombasa wanahangaika sana. Siku na kipande mashine imeharibika, siku na kipande mashine imeharibika, enda tengezwa sijui Pakistan, sijui enda tengezwa India. Mimi nataka nijue, ikiwa vitu hivi huwa vinabajetiwa, kwa nini isinunuliwe mashini mara moja, iwe mashini ambayo itatoa huduma wananchi wakienda kutafuta pasipoti, kwa sababu wengi wanatafuta ajira kule nje, wengi wanaenda kutibiwa, na pia hata pale migration kwenyewe. Mheshimiwa, mimi nataka niseme Mheshimiwa Spika kuwa wananchi wanapewa foleni mrefu ya miezi 6, miezi 5 kwenda kupigwa picha tu. Na hii yote ni kwa sababu wizi umekithiri katika maofisi ya umma. Wizi umekithiri na wananchi ndio wanaumia. Itakuwa sisi tunaletewa bajeti kama hizi kila mwaka, lakini pesa hatuelewi zenda vipi. Na mwananchi ni punda amechoka. Punda amechoka, kwa sababu hata tukisema sisi hatutaki kuomba, lakini tujiulize, yale mapeni tulikuwa tunaomba sisi tulitumia sawa sawa, ama tulikuwa tuiba haya mapeni kisha tuarudi kuambia mwananchi kuwa hatuwezi kuomba, itabidi uingie katika mfuko wako utoe ushuru, kisha akitoa ushuru tena turudi tena tuwaibie hizo pesa. Ni wakati serikali ichukue msimamo. Tukizidi kufinya wananchi, na serikali yoyote inayotoza wananchi wake ushuru wa juu, si serikali ambayo inapata maendeleo. Kwa sababu serikali nyingi ambazo zimeendelea ni serikali ambazo ziliweka ushuru chini, zikaweza kuzidisha mazao, wananchi wakaja kupata mapato ya kutosha, na kisha kutokana na mapato wakawa hata na kufuraha ya ile kutoa ushuru wa zaidi katika serikali. Lakini sasa sisi nikiangalia hapa, tunaomba zaidi, tunakopa zaidi, lakini huyu mwananchi ndio anakuja kulipa kwa mfuko wake kila siku. Inasikitisha sana Mheshimiwa Spika. Ni wakati jumba hili lianze kuangalia zile cases ambazo tulikuwa nazo za corruption. Watu wameiba pesa, watu wamebadhiri pesa sehemu, zinachunguzwa na zinamalizika. Sio kuwa majopo yanatengezwa kila siku, bajeti ilipitishwa, watu wakaiba, majopo yanatengezwa kila siku, kisha yanaenda baridi, hakuna anayeshikwa, hakuna anayechukuliwa hatua, hakuna anayeregesha hizi pesa. Itakuwa pesa sisi kila mwaka kamati ya bajeti inatoa bajeti, lakini pesa hazijulikani zinaenda vipi. Na mimi nataka kuelezea kamati ya bajeti, kweli naona mmejaribu kufanya kazi nzuri. Hasa sisi kina mama wa kaunti 47 tunajivunia hiyo 1 billion, manake tumeitafuta sana na pesa zetu zilikuwa ziko chini sana.
Tunawashukuru katika hilo, lakini ningependa kuona zaidi katika bajeti hii muwe mmeweka pesa ya kuweza kupeleka maji Turukana, pesa ya kuweza kupeleka maji Northeastern, ili tuweze kukabiliana na njaa, hawa wananchi waweze kulima mashamba, waweze kutoa mazao, wanyama wapate maji ya kunywa, ili uchumi uweze kupanda juu. Manake kila mwaka kule Turukana, Northeastern na sehemu ya majanga tunapata watu wanakufa na baa la njaa. Nilifikiria na nikatamani sana muweke katika bajeti yenu, muweke hesabu ya kuweza kupeleka maji sehemu zile ili tuweze kuzalisha zaidi. Na ningependa kusema pia, nimemsikia mheshimiwa akisema kuwa amezungumzia kuwa kuna kazi, mambo ya ukosefu wa ajira, na wale ambao wanahudumu katika maofisi ya taifa, maofisi ya serikali, wengi wako ni watu wazima wamezeeka. Mimi nauliza hivi, ikiwa watoto wetu watakuwa wanaenda wanasomea masomo ya uhandisi, masomo ya ufundi, masomo tofauti tofauti, kwa nini tusiwapatie mwanya wa kuweza kuingizwa katika makazi haya ambao watu wamehudumu miaka mingi, wamezeeka, ili hawa waliozeeka tuwachukue kama wale wa kuwafunza hawa na kuwa oversight, kuangalia kazi zao zinaenda vipi, wakishika vizuri hawa wazee tuwatoe, tuwape mgao wao, warudi nyumbani, waweze kujiangalia, na hawa vijana ambao tumewasomesha waweze kupata hizi ajira. Katika sekta nyingi, Mheshimiwa Spika, wazee wamebaki pale muda mrefu, mpaka hata ikifika anakwenda hakuna mtu wa kumchukua. Lakini katika bajeti wanasema kwa sababu ya unemployment wanajaribu kutafuta mwanya wa kuingiza hao vijana. Mwanya utapatikana ikiwa sisi tutawapa vijana nafasi na tuweze kuwapa msukumo katika bajeti wa kuweza kuwasaidia ili wapate masomo zaidi, wakiingia pale waweze kuhudumia taifa. Na mimi ningesema hivi, kuomba, watu wameomba sana pesa nje. Tumeangalia miradi mingi ya serikali, na naona katika miradi ambayo imesomwa hapa, miradi mingi Bwana Spika ya serikali imekaa kule, yani zimezembea, zimekaa tu. Watu, kuna mijengo imejengwa, imetumia pesa ya serikali, lakini haitumiki, haifanyi kazi. Na kuna watu mahali ambao wanahitaji zile pesa zilizotumika katika hizi miradi zingeweza kusaidia sehemu nyingine ambayo ingeweza kuinua uchumi zaidi. Kwa hiyo miradi kama hii, kama alivyosema, pengine hawa wanaomba wanataka wapate dump, hawa wanaomba wanataka sijui project gani, kisha unapata pesa kidogo inawekwa pale ambayo ni makadirio, na ile bajeti yake ilikuwa ni pesa kubwa, ingine inawekwa kwenye mradi mwingine mdogo, na unapata miradi hii haiishi. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi ningesema katika kamiti ya bajeti, ekeni mradi mmoja, tuangalie huu mradi mmoja mpaka uishe, uanze kufanya kazi, kisha tuweze kubajetia mradi mwingine wa pili, nao pia uanze kufanya kazi. Tukienda hivi taratibu, itakuwa sisi hizi pesa hatuzibadhiri. Lakini kila siku kuingia kwa mfuko wa Mkenya, na yule Mkenya ambaye nafaa inuke, tunamuomba pesa, tunachimba zaidi, kisha pesa tunakuja tunazitumia vibaya, itakuwa sisi kweli hatuna uaminifu kwa wananchi wa Kenya. Na nikisoma hapa, tumewekewa katika bango hili, tumeandika for the welfare of society and the just government of the people. Jumba hili linatakiwa liweze kumsimamia Mkenya, liweze kumhurumia Mkenya, liweze kuweka bajeti ambayo itakuwa friendly kwa Mkenya, sio bajeti ambayo itakuja kumuumiza Mkenya. Naona mmebonyeza kidude, kwa hiyo mimi nitamalizia hapa Bwana Spika nikisema bajeti ni nzuri, ila kidogo wafanye marekebisho wasiweze kuingia sana kwa mifuko ya Kenya. Asante sana Bwana Spika. The Chair of the Agricultural Committee, the Honorable Mutunga MP for Tigania West. Thank you, Honorable Speaker, for the opportunity to also contribute to this debate. Honorable Speaker, I would like to thank the members of the Agriculture Committee for looking through the BPAs and also scrutinizing the budget and rationalizing what we think could be done in the next financial year. Honorable Speaker, I would also like to thank the Budget and Appropriation Committee for receiving our report and for interrogating our report in a positive sense and finding it necessary for us to be supported.